Mzee wangu, tukirudi nyuma kidogo, kuna huyu binti Karina amefariki dunia akiwa na ameteseka kwa miaka 8. Alafu kuna mganga alifika pale. Lakini pia kuna manyaunyau pia alizungumzia kwamba mambo ya ushirikina. Sawa. So una neno gani la kusema hapo kwamba mtu ametibiwa paka India na nini, lakini watu wanahusisha na ushirikina huyu Karina? Kwanza lazima tufahamu kila binadamu aliyezaliwa atakufa. Hiyo kwa maradhi au kwa namna yote, kwa sababu binadamu yote kizaliwa kinachofuata ni kufa. Sasa ukisema kwamba alikuwa anaumwa mambo ya kishirikina wakati amepimwa na imegundulika kinachomsumbua ni nini, siamini sana katika hilo. Japo tunaamini ushirikina upo. Maandiko yanaamini hivyo na katika mazingira halisi hayo mambo yapo. Na ndio maana miaka ya zamani mtu akiwa anaumwa amempeleka hospitalini imeshindikana, anasema mrudishe nyumbani ili akatibiwe kwa njia za asili. Lakini sasa kama mtu tatizo lake lilikuwa linajulikana kama anachoumwa ni nini, unahusishaje mambo ya ushirikina? Sema labda ilitakiwa wangempeleka na kwenye dawa za asili. Kwa sababu kuna ushirikina na kuna dawa za asili, mambo mawili tofauti. Japo watu wengi wanaamini kila anafanya tiba asili ni mshirikina. Japo ushirikina ni kitu kingine na tiba ni kitu kingine. Tiba asili maana ni dawa ambazo hazina kemikali. Mtu anapokuwa na tatizo anasababisha kemikali, ukampa tena kemikali nyingine, unaongeza tatizo lingine. Kwa angetumia dawa za asili ambazo ndani hazina kemikali, labda zingemletea nafuu. Kwa sababu ametangulia mbele za haki, tunamuombea dua Mungu ampumzishe kwa amani, sababu tunaamini kazi ya Mungu haina makosa. Mimi ndo Mswahili na leo bwana nimekuja kuzungumza na mzee wangu hapa anajiita Baba Ushauri, lakini pia tutaweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na tiba asili. Atajitambulisha mwenyewe hapa, anaitwa nani, lakini pia vile vile anahusika na nini. Karibu sana mzee wangu. Majina naitwa Majaliwa au maarufu kwa jina la Baba Ushauri. Mimi nahusika na masuala ya tiba lishe na tiba mbadala. Sawa mzee wangu, umezunguka mikoa mingi sana. Nimekuwa nikitizama zile seminars zako ama elimu yako unatoa kwa watu mbalimbali mikoa mbalimbali. Ulianza lini? Nimeanza hii shughuli kuanzia mwaka 1997. Ninayo ofisi hapa nyumbani kwangu. Lakini natembea na ofisi nyingine mikoani kama Mbeya. Natembea mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha jamii ili watu wapate uelewa mpana juu ya mambo ya tiba za asili. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hivyo na kufanya shughuli zangu mikoa mbalimbali. Wakati mwingine nasafiri mimi mwenyewe, wakati mwingine na wateja kwenda kuwapatia huduma. Sawa. Kumekuwa na vifo vingi sana hasa kwa vijana. Zamani ilikuwa ni kitu kigeni ukizungumzia kifo wanakufa wazee, lakini sasa hivi vijana wanakufa sana. Tumeshuhudia hapa juzi amefariki msanii mmoja anaitwa Karina, ni kijana mdogo sana. Wewe unadhani chanzo cha vifo kwa vijana kwa sasa hivi ni nini hasa? Chanzo cha vifo vya vijana sasa ni mfumo wa maisha. Watu wameacha maisha asili, wamekimbilia maisha ya kizungu, matumizi ya kemikali na mihadarati, kutumia madawa bila kufuata utaratibu, unachangia kuua watu wengi sana. Kwa maana watu wanapenda maisha ya kufupisha. Mtu akiamka kichwa kinauma haendi hospitalini, anaenda kwenye duka la dawa, ananunua, anaambiwa bwana umwa kichwa. Wale jamaa wanakuwa hawapimi wala soma daktari. Wanampa tu ushauri, bwana chukua Panado, hiyo itakuwa ni malaria, lakini hawajampima mahali kokote. Kwa anakunywa dawa bila kufuata utaratibu. Dawa kunywa bila kutengeneza sumu. Kwa hiyo inachangia kufanya watu wengi wapate matatizo ya kufa kwa vijana. Lakini na matumizi ya madawa, vyakula, vitu tunavyokula sasa. Zamani tulikula vitu ambavyo vya asili, ambavyo ndani yake vina tiba na lishe. Siku hizi tunakula vitu ambavyo vina kemikali ambavyo vinaua. Kwa ndio maana vijana wengi wanaishi muda mfupi. Kwa kifupi mfumo wa maisha ambao unafanywa sasa hizi. Unaweza ukatuelezea ni chakula gani hasa au lishe gani hasa nzuri kwa ajili ya kuweza kurutubisha miili na kuweza kuishi miaka mingi zaidi, na pia utuambie na vile lishe hatari zaidi kwa ambayo inaweza kuhatarisha afya ya kibinadamu? Vyakula bora ni vyakula vya asili kwa ujumla wake ambavyo haviweki kemikali yoyote. Na vyakula ambavyo vinadhuru sana watu saizi vyakula ambavyo vinatoka kiwandani kutokana na aina ya kemikali zinazowekwa. Vinywaji kama vile soda kutokana na kiwango cha kafeini iliyopo. Vijana wengi wanatumia energy lakini hawapimi kama na magonjwa ya sukari au pressure, na energy na kafeini. Kwa hiyo inapelekea kwa mtu akiwa na pressure kinywa energy anaongeza tatizo.